Kama wewe umekuwa ni mwanamke ambaye umekuwa ukidanganywa over and over and over when it comes to dating and relationships, kwa sababu the person ambaye anakudanganya they're just too good, yani ni mtaalamu wa ulaghai. This video is for you specifically, kwa sababu kwenye video hii nitakwambia siri au rasilimali ambayo unahitaji ili kuweza kuepukana na kutambua haraka mapema mtu ambaye ni mlaghai au wengine wanaita tapeli wa mapenzi. Na siri hiyo sio kwamba ni kitu kigeni, ni kikubwa ambacho kimegundulika sijui lini. No. Ni Mungu. Yeah, it's as simple as that. Now stay with me. Unaweza kusema listen, na nitakupa my personal experience ya namna ambavyo niliweza kuepuka mtu ambaye angeweza kupoteza muda wangu mwingi kwa kudhani kwamba ni mtu ambaye anataka kuwa na mahusiano na mimi, kumbe alikuwa na mpango tu wa kupoteza time then arudi kwenye familia yake. Kwa just imagine this person was married and I'll tell you how I knew he was married, na ni Mungu ndo alinisaidia kujua. Okay, now kuna video ya nyuma ambayo nilisema nilielezea jinsi ya kudate bila maumivu au kwa kuepuka maumivu au kupotezewa muda. If you haven't watched that video, tafadhali nenda kaiangalie. Okay? Now, nilitoa siri 3, rasilimali 3. Sitazisema hapa, I want you to go watch the video ili uweze kuelewa kwa sababu nimezungumza kwa upana. Sasa siri ya 4 au rasilimali ya 4 ni Mungu. Okay? Unajua yes, wanadamu ni waongo. Yes, kuna watu specifically mimi naamini adui amewawekeza mapepo ya ulaghai ndani yao ili waweze kuumiza mioyo ya wanawake, ili waweze kuumiza mioyo ya watu. Na this inaweza katokea pia kwa upande wa mwanamke, anaweza kafanya hivyo, but specifically kwa sababu nina address wanawake ndio maana nitasema wanaume. Okay? So yes, yani kuna watu that's how, yani ndivyo wanavyoishi. Iwe ni kwa kuona ndio tabia yake, ni kitu ambacho anafurahia kufanya, au kuna watu wengine ndio namna ambavyo wanaishi hapa mjini. Unakumbuka kwenye video iliyopita hiyo nilisema kwamba kuna watu wanafanya michezo kabisa, yani anajipanga, it's like a game to them. Ana invest kwa mwanamke, ili aonekane ni mtu ambaye yuko vizuri, they can take care of you, kwamba yuko serious. Halafu akiona mwanamke ameshaingia kwenye mtego, ameshazama kwenye penzi, that's when anaweka mtego wake, anaweka sasa plani yake ya mwisho ambayo from there ndio ana disappear. Huyu mtu anamwambia babe, najua nahitaji, naomba nikopeshe milioni 10, naomba nikopeshe pesa hii. Sometimes tena mtu ameshaenda nyumbani kwa huyo mwanamke. Yaani hizi stories ni vitu ambavyo ni halisi na tunaviona kwenye jamii. Then mwanamke kwa sababu ameshamwamini huyu mtu, ameamini kwamba ni mtu yuko serious, anakuja kunioa, sio mbaya, if we start building together, sio mbaya nikimsupport, anampa hela, and then from there mtu ana disappear. Lakini mbaya zaidi tumesikia hata cases za watu ambao wako kwenye ndoa, waume wanawaambia wanawake wakope and then ndio wanawaachia msala, but I don't want to talk more about that kwa sababu mimi sijaolewa na sidhani kama na wisdom yoyote au mamlaka yote ya kuzungumzia kwenye ile eneo. That's not my point. Lakini huku kwenye dating, tuzungumzie huku kwenye dating ambako kabla mtu hajaingia, mimi lengo langu ni kusaidia usije ukajikuta unaingia kwenye mitego ya hawa watu over and over. Okay? Nitakuwa na notes zangu hapa kama kawaida. Nataka tu uwe na mindset ya namna hii when it comes to dating. Yaani kwa ujumla tu. Katika ile Mathayo 10:16 Bwana Yesu wakati anawatuma wanafunzi wake anawaambia kuweni kumbuka ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, lakini kwa hiyo kuweni wajanja kama nyoka na wapole kama hua. I want you to have the same mindset. Kwa nini nasema hivyo? Dunia hii shetani ndio mungu, small m of course, ndio mungu wa dunia hii. You can't expect kwamba utakuwa na experiences nzuri zote kwenye dating. No, watu waovu wapo. But the best thing you can do ni kuhakikisha una partner na Mungu katika kila ambacho unajihusisha nacho. Sio tu mahusiano, iwe ni kazi, iwe ni biashara, business partnerships, iwe ni masomo, whatever it is, ukipartner na Mungu, anaweza kukusaidia kuvuka. Anaweza kukusaidia kutambua mitego. Na Mungu anatuambia hatuishi kuzijua hila zake.
Kwa nini hatuishi kuzijua hila za adui? Kwa nini tusijue hila za watoto wake? Like why shouldn't we know kama tunajua hila za baba yao? So that's what I'm saying. Yani unabidi dating kwa ujumla uwe na that mindset, okay? Kwa nini nasema Mungu ni siri au ni rasilimali ambayo unahitaji when it comes to dating? Kwa sababu ukiwa na Mungu una Roho Mtakatifu ndani yako. When you have God, you have Jesus, unakuwa na Holy Spirit. Holy Spirit anakusaidia kudiscern. Kudiscern Kiswahili chake ni kuweza kutambua. In this case, kutambua nia halisi ya huyo mtu. Je, nia yake ni kweli yuko interested na wewe na ana nia njema na wewe, ana nia nzuri na wewe, ana mpango mzuri na wewe, na kila anachokuambia ndicho ambacho ni halisi. Mfano kwambia mimi nataka nikuoe, mimi nataka niende kwenu, you know, I want a serious relationship, nataka ndoa is the end goal, nataka nikuoe. Do they really mean what they're saying? Are they really serious na hicho anachokisema? Kwa Holy Spirit anakusaidia kutambua, anakusaidia kuelewa, kumchora, but let's say ni mtu ambaye anakudanganya, yani unabaki tu unamchora, yani unamwangalia tu kwamba unadhani unaweza kumdanganya. Nikwambie kitu, hakuna tapeli wa mapenzi anaweza akavuka mchujo wa Roho Mtakatifu. Yani huko kote anaweza akabit vitu vingine vyote ambavyo nilivizungumzia in the last video. Kwa hiyo natamani ukaangalia then uweze kuelewa extensively ninachokizungumzia hapa. Anaweza akaepuka hivyo vitu vyote. Anaweza akawa vizuri sana kwenye hivyo vitu vyote, lakini kwa Roho Mtakatifu atagonga mwamba. Niamini mimi. Okay? Ngoja nikupe story yangu. There was this guy tulikutana katika mazingira ambayo yalikuwa ni utumishi, of course. A Christian, imagine. Na tukafahamiana and we really connected kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana mambo ya purpose and mimi nilikuwa ni mtu ambaye niko interested sana mambo ya purpose. Kwa hiyo I was very drawn to him. Ni mtu ambaye tuliconnect kwa sababu hiyo. Sasa so we started talking, tukawa tuna communicate, tuna chat, like you know, kama watu ambao wameelewana, and the way tulivyokuwa tuna communicate, mimi ilinipa picha kwamba this guy was interested. So in my head kipindi hicho, wakati I'm still naive, wakati bado ni mjinga, sijitambui kama ninavyojitambua sasa, nikaendelea kuentertain kile kitu nikiwa na expectations kwamba unajua ile mwanamke unasema okay, I'm waiting, maybe he will say something, atasema kitu, maybe ndio atani approach, you know. I'm like, yani niko in anticipation, nasubiria kwamba huyu mtu ataniambia kitu, na expect kitu kwa sababu ya mahusiano au communication tuliyokuwa nayo mimi na yeye. Okay. Basi tuko tumeendelea hivyo na hivyo na hivyo. Unajua ni mtu ambaye is very smart kwa sababu hakutaka kujicommit aonekane moja kwa moja kwamba yuko interested, lakini communication zake zilikuwa zinaleta idea kwamba huyu mtu yuko interested. Na siku moja nikiwa tu najiandaa, actually nilikuwa najiandaa kwenda kwenye kazini. Nilikuwa najiandaa kwenda kazini na nilikuwa navaa actually. Na nikasikia tu Roho Mtakatifu ananiambia hivi, ask him, is he married? Muulize, ameoa? Nikasema Mungu wangu, what is this? Yani the moment nilivyosikia hivyo nikajua okay, this man ameoa, na the fact kwamba Roho Mtakatifu ameniambia nimuulize, that means mtu ameoa. Kweli baadaye jioni as we were chatting na nini, nikamwambia you know what, naomba tuongee kwenye simu because maybe I truly believe I am a cold person. Mimi ni mtu wa kuongea na simu. Kuchat not really. Kwa sababu then again unaweza ukamiss communicate, mtu anaweza akaelewa vibaya text kwa sababu tu ya namna alivyoisoma. So nikamwambia naomba tuongee. So he was like okay, basi tukaongea. Katika hiyo conversation mimi nikamwambia fulani, umeoa? And just imagine huyu mwanaume bila kigugumizi, without stuttering, akasema ndio na watoto na idadi fulani. Sitaki kusema idadi because then tuishie tu hapo. So imagine huyu mtu alikuwa ameoa, ana familia mkoa fulani huko, tumekutana huku Dar es Salaam. Yani amenipa impression kwamba sio mtu ambaye ana familia. Amenipa impression kwamba, and the fact kwamba alikuwa hajavaa pete. So I don't know, lakini pia kipindi kile sikuwa na hii wisdom ya kusema kumwangalia mtu. Unajua mimi I'm not very good at kukadiria umri. So I don't know, maybe nimwangalia tu kama mtu ambaye labda ni anaweza kama mpaka sasa hivi hajaoa, but again I think I was still young and naive, nilikuwa bado na kaujinga. So nikamwambia okay. And then basi unajua mimi kwa asili sio mtu wa
drama, sio wa kelele, sio wa kushout na kupanic. Inaweza nikawa nimepanic huku ndani, lakini you'll never see me blow up. Yaani mpaka mimi nikiblow up, I don't know, maybe it's something extreme. Kwa hiyo mimi baada ya ile simu nikawa nimeshajua ninachotakiwa kufanya, nikapunguza mawasiliano, and then eventually I didn't communicate with him anymore. Kwa sababu nilijua this is a married man, na yani naweza nikasema, kwa sababu mimi sikuwa najua on my end, I was not really at fault. Sikuwa na makosa. Lakini for him, I would call that emotional cheating. I would call that ningeita kwamba mtu ambaye, kwa sababu kuchita kwanza tu watu wana cheat sexually. Hapana. Watu wanaanza kuwa na mawasiliano ya nje zaidi na mtu ambaye sio mkewe au sio mmewe, anampa muda zaidi mtu mwingine. That's how it starts. Ndivyo inavyoanza. So nikasema, you know what, mimi nimeshajua, nitafanya ninachotakiwa kufanya. Eventually, yani nilimcut off taratibu. That's what I'm trying to tell you. Nakwambia kwamba Mungu atakusaidia. Yani hata mtu awe mjanja vipi. This guy was smart. Yani alikuwa ni mjanja. Yani sijui nikwambieje. Lakini pia kwa nini nadhani kwa nini ni muhimu sana ukamhusisha Mungu kwenye swala la dating? Kwa sababu ni muhimu kuwa aligned na mapenzi ya Mungu, kwenda sambamba na mapenzi ya Mungu. Kwa nikwambia kitu, Mungu anamjua mume wako. He knows your future husband. Anamjua. In fact, anajua mwanaume ambaye atakupa. Anajua kesho yako. Neno la Mungu linasema he knows the beginning from the end. He knows the end from the beginning. Anaujua mwisho tangu mwanzo. Kumbuka huyu ndo aliyekuumba wewe. Anaijua story yako. Katika Zaburi 139 I think mstari 16 anasema alishaziandika siku zako kabla zijawa bado. He already wrote your story. Alishaandika hadithi yako, alishaandika your love story. Anaujua mwisho tangu mwanzo. Kwani usimwamini mtu ambaye amekuumba, ameandika hadithi yako tayari? Anamjua mume wako mtarajiwa. Pia anasema katika Yeremia 29:11 kwamba anakuwazia mema. He has the best plans for you. Anakuwazia mema katika kila eneo, including your love life, including ndoa yako, including mahusiano ambayo atakupeleka kwenye ndoa, na sio hawa time wasters wa kupotezea muda. So kwa nini usimwamini yeye? Wakati hekima zote za kibinadamu zinapofeli, kwa nini usimwamini Mungu? Kwa nini usimtegemee huyo Mungu ambaye anaujua mwisho wako? Anamjua huyu mtu enough. Kumbuka amekuumba wewe, amekuumba na huyo mtu ambaye una date naye. Anamjua vizuri huyo mtu na anakujua vizuri wewe, na anajua ni kama anakufaa au akufai. Hebu imagine. Kweli baba yako atakupa mtu ambaye akufai? Mtu ambaye atakuumiza? I know kuna aspect ya free will, mtu anaweza kubadilika, lakini let me tell you, hakuna kitu kizuri kama kuwa kwenye mapenzi ya Mungu, mapenzi kamilifu ya Mungu, God's perfect will. I remember this one time I was dating this guy ambaye ni Mkristo, na ilikuwa ni experience yangu ya kwanza naweza kusema ya kudate Mkristo, na I was like, Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Haikuwa rahisi. I thought it would be easy, but it was not easy at all. It was very, very, very hard to let go him, because eventually I had to let him go. Iliuma. But guess what? I'm so glad nilialign na mapenzi ya Mungu, kwa sababu this same guy few years later, kwa sababu waga namuona mahali fulani, nakuja kujua ni anaishi lifestyle mbovu sana, afu anasema ni Mkristo aliyokoka. So trust God. Mimi nakwambia Mungu is your plug. Yani he is the cheat code, kama kuna cheat code. Yani Holy Spirit, mimi nampenda sana. The Holy Spirit is na kama huna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapatikana ukiamua kukubali kutengeneza mahusiano yako na Mungu kupitia Yesu Kristo. If that is you, tafadhali nitafute. Uwaga naweka my WhatsApp number kwenye description box. Anyway, asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana sana sana. Please share ujumbe huu na mtu mwingine ambaye unajua for a fact anahitaji kusikia. Ningependa kusikia kutoka kwako. Umerelate na kitu gani pia ungependa nizungumzie zaidi kwenye comments. I would really really appreciate that. And usahau ku like video ili algorithm isambaze video kwa watu wengi zaidi. And lastly, please subscribe. Okay. Thank you so much for sharing. Thank you for sharing in advance. Mungu akubariki. Take care and bye.